Mi binafsi kwa jina naitwa Lucy Mrimi. Ni dada yake Daniel Chonchorio Nyamuhanga. Tumekuja tena, tumewaita wanahabari kwa mara nyingine ya pili kwa ajili ya pia ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuendelea kumlinda ndugu yetu aliyetekwa mnamo tarehe 23 mwezi wa 3 2025. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya kuendelea kushikilia uhai wake, na pia ninamshukuru Mungu katika Zaburi 33:12 neno la Bwana linasema, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao na watu aliowachagua kuwa urithi wake. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, maana ni taifa linalomcha Mungu na watu wote katika dini zao tunaendelea kumtegemea Mungu. Na ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya kanisa lake ambalo au dini mbalimbali ambao wamekuwa kishirikiana nasi katika muda huu sasa wa takriban siku 7. Tumekuwa tukipokea maombi ambayo wameendelea kumwombea mpendo wetu aliyetekwa, na tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ameendelea kumlinda na tunaamini Bwana ameendelea kuweka uhai wake. Hivyo jina la Mungu likaendelea kuinuliwa na kutukuzwa. Na pia katika utekwaji wa Daniel Nyamuhanga ni kwamba ule utekwaji sio wa kifo, bali Mungu ameruhusu jambo hili ili taifa la Tanzania liweze kumtegemea Mungu na kuona matendo makuu ya Mungu yanayotokea. Na pia niweze kulishukuru serikali ya Mama Samia Hassan Suluhu, niweze kushukuru wanasiasa, niweze kushukuru ndugu jamaa na marafiki ambao tumeungana nao. Pia nipende kushukuru wafanyabiashara, hususan wafanyabiashara wa Mwanza. Pia nipende kushukuru wanaharakati mbalimbali ambao wameweza kujitokeza katika kupiga kelele kwa ajili ya kumtafuta ndugu yetu. Na pia niweze kuwashukuru pia wananchi. Tumeendelea kupokea message mbalimbali, tumeendelea kupokea maombi mbalimbali kwa ajili ya kumwombea ndugu yetu aweze kurejea katika familia yake. Daniel Chonchori amekuwa ni mtu wa watu. Hata katika vyombo vya habari, katika mitandao, tumeendelea kuona namna ambavyo watu wanamlilia Daniel. Wapo yatima ambao amekuwa akiwasaidia, wapo wazee, wapo wanawake wajane ambao Daniel ameendelea kugusa maisha yao. Hivyo Daniel amekuwa msaada katika jamii. Hivyo kama familia tunarudi tena. Tulileta jambo hili katika serikali. Tunaomba mama Dr. Samia Hassan Suluhu, tunaomba mama yetu, wewe ni mama mzazi, uweze kushikilia hili jambo na kuendelea kufuatilia vyombo vya serikali ili ndugu yetu aweze kupatikana. Sisi kama familia tunapitia changamoto nzito na tunakuwa na mambo mazito ambayo hatuelewi, maana siku zinaendelea. Leo sasa ni siku karibia ya 7. Hatujui ndugu yetu alipo. Na ndugu yetu alichukuliwa mchana kweupe na watu kama tulivyokuwa tumesema hapo awali. Waliongea naye kwa mazungumzo, wakamuingiza kwenye gari na mpaka hapo hatujampata. Hivyo sisi kama familia, kilio chetu ni kuendelea kupaza sauti. Tunaomba wanahabari muendelee kupaza sauti, wanaharakati muendelee kupaza sauti, wananchi kwa ujumla tuendelee kupaza sauti kwa ajili ya majanga haya yanayoendelea kutokea. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Mungu ambaye hatamani kuona watoto wake wakiharibiwa au kuuawa pasipokuwa na sababu. Hivyo hili likawe ni jukumu moja wapo sisi kama taifa tuendelee kukemea masuala haya ya utekaji. Masuala haya ya utekaji. Kwa mfano kama ndugu yangu hapa Daniel Chonchorio ameacha mke na watoto anao wadogo wanaomtegemea. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, alikuwa ni mwanasiasa ambaye
serikali ingepiga kelele kwa ajili ya kumtafuta. Na hivyo sasa tunaomba, Chonchori sio mtu wa kawaida, ni mfanyabiashara mkubwa. Tumeendelea kusikia mambo mengi katika vyombo vya habari vinavyotufanya tuwe na sintofahamu. Lakini tunachowasihi, Mama Samia Hassan Suluhu, mama yetu, ninarudi tena kwako. Ndugu yetu Daniel Chonchorio ni wa muhimu sana katika familia, ni nguzo ya familia. Tunaomba ndugu yetu arudi ili aje kuihudumia familia yake. Ana watoto wanaosoma, ana biashara yake aliyokuwa anaifanya, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetawala, ni Mungu anayeona. Na hata hao watekaji wajue kwamba Mungu anawaona, wajihoji, wajiulize, wamrudishe ndugu yetu aje kuihudumia familia yake. Sisi kama sisi ndugu, unajua katika familia anaweza kawepo nguzo ya familia. Daniel Chonchorio ni nguzo ya familia, tumekuwa tukimtegemea. Tunaomba mama yetu tusaidie. Tumerudi tena kwenu mara nyingine ili muendelee kuongeza kasi, ndugu yetu apatikane. Ndugu yetu apatikane na Mungu wetu akaendelee kulibariki taifa letu la Tanzania. Watanzania tunapenda amani. Watanzania hatutamani kuona nchi yetu kiingia katika machafuko. Watu hawa wanaokuja kuteka watu mchana kweupe ni watu wanaojiamini. Inawezekana wanajua kwamba wao wana nafasi fulani. Warudi na wamrudie Mungu. Niwakumbushe kwamba dunia hii tunapita na mambo yake yanapita, lakini wajitahidi kumtafuta Mungu wa mbinguni. Naomba wanahabari tuendelee kushirikiana, na ninaendelea kuwashukuru kwa namna ya pekee ambayo mmeendelea kupaza sauti. Hivyo Mungu wetu akaendelee kuinuliwa na kutukuzwa. Siku ya tukio, mdogo wangu Daniel Chonchorio aliondoka kutoka nyumbani kwake kuelekea kufanya mazoezi. Ilikuwa mida ya kama saa 2 hivi. Alipokuwa akienda kufanya mazoezi, ilipofika saa 5 familia yake ilishtuka, mbona mzazi wetu hajarudi. Ikabidi wapige simu hazikupatikana. Lakini sasa ilivyofika jioni wakaenda kuripoti katika kituo cha polisi. Polisi wakawaambia wasubiri masaa 28. Masaa 28 yalipofika wakaenda, na baadaye kesho yake wakaja. Walivyorudi sasa wakaja kufanya upekuzi. Walianza uchunguzi wao, wakaingia ndani wakafanya upekuzi. Baadaye sasa kama familia tulihitaji kuwauliza, kwa sababu alikuwa maeneo haya akifanyia mazoezi. Shuhuda mmoja akasema alimuona akizungumza na simu, na alivyokuwa akizungumza na simu kuna wanaume 4 walimsogelea wakamzingira. Alipokuwa wamemzingira wakiongea tu maongezi kama ni maongezi. Lakini sasa walivyokuwa kiongea, kuna Land Cruiser moja ya tinted ilifika maeneo hayo, wakampakia kwenye gari na akawa ameondoka, na ndipo hakurudi mpaka sasa. Na familia sasa tuliokuwa mbali tuliuliza, mmeenda polisi kuripoti? Wakasema ndiyo. Tukawauliza mmepewa RB? Wakasema hawajapewa. Sasa tukawa na maswali mengi ya kujiuliza, lakini sasa kama vyombo vya upelelezi au vyombo vya serikali wanajua ni kwa nini, na walikuja kwenye tukio na wanaendelea kuchunguza. Sasa tunachosihi ni kwamba watu hawa watekaji sisi kama familia hatuwajui, lakini kwa sababu tumetoa hili jukumu la kwenye idara ya upelelezi na kituo cha polisi, wao ndio wanapaswa kutuambia, kwa sababu wao ndio wanaopaswa kutulinda sisi raia na watu wanaowazunguka. Maisha yetu sasa hivi kama tunavyojua, baba wa familia akiondoka, hatujui tutakulaje, hatujui watoto watasomaje. Kumbuka watoto wake wengine wako nje wanasoma. Atakaye beba huo mzigo ni nani? Na kumbuka sisi kwetu tuna hako kijana kamoja.
ambako kamekuwa ni nguzo ya familia, ambako kamekuwa ni nguzo ya jamii na hata familia kwa ujumla, hatutakuwa na maisha. Tunajiuliza, kama mama yetu Samia Hassan Suluhu asipoingilia kati, hatuna mtu mwingine tena wa kuweza kusomesha watoto hawa.